Asante kwa sababu umepokea sifa za mioyo yetu, umepokea maabudu mbele zako kama manukato yenye harufu nzuri. Baba, ninakushukuru. Saa hii tunasogea mbele zako sasa. Tunatamani kuyanywa maji yako yanayotiririka kutoka kwenye kiti chako cha enzi. Mioyo yetu haina kitu na tumeosha mabakuli yetu. Tunatamani kupokea maji yako ambayo hayo maji yanatakasa utu wetu wa ndani. Baba, mioyo yetu ni mabakuli. Asante kwa sababu tunapoosha ili ile divai ya kale itoke, ingie divai mpya, ambayo divai mpya ni neno lako lililofunuliwa, ambalo kwa neno hilo unatufanya utu wetu wa ndani kuwa mpya siku kwa siku. Ingawa utu wetu wa nje unachakaa, lakini Baba, tukiendelea kuwa wapya siku kwa siku, utakapokuja kutimiza ahadi ya uzima wako wa milele, tutakuwa wadogo tena, tutabadilika tena. Asante kwa sababu saa hii unatengeneza watoto wako, watenda kazi. Baba, tusaidie kukuelewa vizuri, kwa njia rahisi tukuelewe. Na mimi naomba unitumie tu kama bakuli, pitisha kila ambacho unatamani tusikie, ili roho zetu zipone. Asante kwa sababu unapotutuma unaenda pamoja nasi, hatuendi peke yetu. Bwana Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja yuko hapa. Asante kwa ajili ya roho nyingi ambazo ziko hapa. Asante kwa ajili ya malaika wengi ambao wako hapa. Hao Bwana wapo ili watuongoze tuweze kukuelewa vizuri, lakini utusaidie katika mwaka huu wa kukamilisha majukumu yetu kila mmoja. Asante kwa sababu hautanyamaza. Uko hapa ili useme nasi. Tuko tayari kukusikiliza, tunanyamaza kimya. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, tumeomba haya yote na kuamini. Amen. Leo tena ana ujumbe juu ya maisha yetu. Leo tutakwenda kusikiliza ujumbe unaosema faida ya uinjilishaji. Wangapi wanajua maana ya uinjilishaji? Tuko wote hapa kanisani? Nione mikono. Amen, amen, amen. Kuinjilisha ni kutoa neno la Mungu la kweli. Amen. Ninatoka na kwenda kuambia wengine pia. Nikishawaambia na wachukua na waleta kwa Mungu ili Yesu aweze kuwafanya nini? Kuwatengeneza. Tumeelewa vizuri hapo? Tunaelewa vizuri faida ya uinjilishaji. Nione ambao wameshawahi kufanya uinjilishaji. Amen. Tunaona maneno haya ya Yakobo. Anasema, ndugu zangu au ndugu zetu ni watu gani? Nyie mlioko hapa ndio ndugu zangu mimi. Sijui kama tunaelewa vizuri. Sina ndugu mwingine huko nje. Nyie ndio ndugu zangu. Yesu wakati mamake na ndugu zake wanamtafuta, nafikiri na kina Yakobo walikuwepo, anaambiwa ndugu zako na mama yako wanakutafuta. Anasema ndugu zangu ni wapi? Wanaofanya nini? Wanaosikiliza maneno ya Mungu na kuyashika. Hao ndio ndugu zako. Sawa sawa. Sisi tukitaka kutafuta ndugu, hatuna ndugu nje ya imani ya Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. Hatuna ndugu nje hapo. Ndio Yakobo anasema sasa hapa, ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu, Mkristo mwenzenu, muumini mwenzenu, sawa sawa, amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine akamrejesha. Ulipokuja kuona kuna kweli, mzee Piusi akatoka akamwambia kaa hapa, amemleta kwenye nini?
Jueni ya kuwa yeye amrejeshaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Dhambi zilizo nyingi zinafunikwa. Unafikiri kwa sababu gani? Unafikiri kwa sababu gani? Ukisoma Ufunuo 18, tusome Ufunuo 18 pale mstari wa 4. Nikwambie kwa nini dhambi zinafunikwa. Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Amen. Anayesema maneno haya ni nani? Ni Mungu. Amen. Kumbe kazi ya uinjilishaji ni ya nani? Ni ya Mungu, sio ya kwangu. Haleluya. Sasa Mungu ameshatamka. Mimi ninapokwenda kufanya kazi ya uinjilishaji, ninafanya kazi ya Mungu ambayo alitakiwa aifanye. Sasa kwa sababu tu Mungu hana huu mwili, ndio mimi ninakwenda kufanya. Ninapokwenda kufanya, ninafanya kazi ya Mungu. Ninashiriki kufanya kazi ya Mungu. Ina maana mimi na Mungu tunakuwa pamoja. Mungu hawezi kufanya kazi na mtu ambaye hajamsamehe dhambi. Sijui kama umeelewa hapo. Kazi ya uinjilishaji ni kazi ya Mungu. Tunakubaliana hapo? Mungu hana mikono na miguu, hana hichi kinywa ambacho atazungumza wenye mwili wamwelewe, lakini ana watu ambao watawatumia. Hawezi ukampeleka Mungu asipoenda pamoja na wewe. Pale unapompeleka Mungu anakwenda na wewe, kwa sababu ndio mwenye kazi yake. Sijui kama tunaelewa vizuri. Sasa kisha kuthibitisha ya kwamba unakwenda, moyo wako unasikia kufanya kazi ya Mungu, ya kuwatoa watu kwa uharibifu, ya kuwatoa watu mahali ambapo hapana kweli, ya kuwatoa watu ambao siku moja mahali hapo patakuja kuharibiwa kwa mapigo. Mungu anajua anafanya kazi yake. Mungu analazimika kukusamehe dhambi. Haleluya. Haleluya. Hawatakuja. Mmeenda kuambia, wakaona mambo mengi. Ukifanya kazi na Mungu, shetani naye anakuja kupinga kazi ya nani? Wakati huu unatamani tunda lako lije limsikilize Mungu ambaye ulienda naye ukafanya kazi, ambaye huyu Mungu anakusamehe dhambi kwa sababu tu umefanya uinjilishaji, kwa sababu tu umefanya kazi yake. Adui atasema, wewe unaenda wapi? Mtoto wako anaumwa. Sijui kama tunaelewa vizuri. Wewe unaenda wapi? Saa hii ulitakiwa ukafungue duka. Mungu awabariki sana. Nyinyi mnafanya uinjilishaji, mnajua kazi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa tuone kazi nyingine, kitu kingine ambacho Mungu anakiachilia. Yohana Mtakatifu 15, 16 na 17. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Amen. Mungu alituvuta. Katika waliovutwa, Yesu akatuchagua. Amen. Anasema sio sisi tuliomchagua, bali ni yeye ametuchagua ili tupate kuzaa matunda, na matunda yetu yapate kukaa. Matunda yenu mlioyaacha nje, Mama Agnesi, yanatakiwa yafanye nini? Yakae. Mmeshazaa, yanatakiwa yafanye nini? Yakae. Mama Patrick, matunda yako yanatakiwa yakae. Haleluya. Haleluya. Ukijua hivyo, pale chini anasema ninawaamuru mpate kufanya nini? Kupendana. Kila wakati unalifuatilia tunda lako, kupendana.
tena. Lakini nani anataka kufa kesho kutwa, mwaka unaokuja unaweza kupanga na mdeni? Hakuna. Alimtuma anasema na uzima wa milele ndio huyo anakuja saa tatu. Wakujua mama Mungu na Yesu Kristo ulimtuma wapendwa. Hii ndio kazi yetu ambayo itakayomvutia Mungu kukupa maisha. Kama unainjilisha watu 10 wako nyuma yako, watu 20 wako nyuma yako, wanampokea Mungu kama kweli, maana Biblia inasema wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli. Haleluya. Uwe na uhakika Mungu anajivunia watu hao. Vipi kuhusu wewe? Anasema mtumishi wangu ni kama mboni ya jicho. Mtumishi wangu ni kama mboni ya jicho. Wakati mwingine unaweza ukamwona tu yupo, lakini sivyo Mungu anavyomwangalia. Haleluya. Ana focus nyingine kabisa juu yake. Ukiwahesabu wako 30 nyuma yako, Mungu anakwambia omba lolote atakupa. Na ahadi za Mungu ni amina na kweli. Ukitaka Mungu akubali kufanya kazi na wewe, kawatoe watu wake kwa adui. Biblia inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Asipokuwepo mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekubali kufanya naye kazi, akaenda kuwatoa, ndipo hapo Mungu atakapokuwa amelitimiza hili neno kupitia wewe ya kwamba tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Tumesema dhambi ni nini? Ni uasi, kuliasi neno. Usishiriki kuliasi neno. Alafu anaendelea kumalizia pale, anasema wala msipokee mapigo yake. Amen. Wakiendelea kushiriki kwa namna hiyo, mwisho wa siku watafanya nini? Watapokea mapigo. Hivyo Mungu hata saa hii anawaita watu wake kutoka kwa adui, mahali popote ambapo hapana kweli ya Mungu. Haleluya, haleluya. Mahali ambapo hapana kweli ya Mungu, Mungu ndiye anataka watoke huko, maana kama hakuna kweli ya Mungu, Mungu hayuko huko, si ndivyo? Mahali pale penye kweli ndio Mungu anakaa hapo. Kazi yetu watumishi wa Mungu, ili tuweze kusamehewa dhambi zifunikwe, ili tuweze kumwomba Mungu chochote tunachokitaka atupe. Twendeni tukafanya kazi ya Mungu ambaye anaita watu wake, anaita zile roho ambazo bado ziko kwenye kupotea, lakini wanatamani wamjue Mungu wa kweli. Twendeni tukafanya hiyo kazi. Tuwe miguu ya Mungu, tuwe mikono ya Mungu, tuwe midomo ya Mungu, tukakamilishe kazi ya Mungu ya kujenga ufalme wake. Imefika mwisho, miaka 6000 imekwenda kuisha, Mungu anakwenda kupumzika. Sema haleluya. Atapumzika na wale wenye matunda. Mungu atusaidie sana, ili Mungu asiweze kukuondoa. Twendeni sote kwa pamoja tukafanye kazi ya Mungu. Haleluya. Tumletee Mungu watu wanaowaita, tuwaambie twendeni, mnaitwa na Mungu. Kila anayesikia neno hili na aseme njoo. Haleluya. Hawawezi kuhangaika kwa sababu wako watu siku na mchana wanaomba wazidi kuzaa matunda. Tuko tayari kusaidiwa na mbingu. Ukiwa umekaa tu umejifungia, utabaki peke yako. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Biblia inaposema asiyefanya kazi na asile, kama hautafanya kazi ambayo Mungu anaifanya kwenye ulimwengu wa roho, alafu wewe uko kwenye ulimwengu wa mwili haufanyi, anasema ukiomba utapata. Baba tunakuabudu, tunakuabudu.
tutawaleta watu kwa Yesu. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Yesu ni mshindi, hajawahi kushindwa. Vipi sisi tushindwe? Piga makofi mengi kwa Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Baba, tunasema asante kwa sababu umekuwa nasi toka tulipoanza na sasa tumefika mwisho wa kuwepo mahali hapa. Sio kwamba mwisho kupokea baraka kutoka kwako, lakini baraka zitaendelea kuwa pamoja nasi, maana tayari umetutuma shambani mwako tukafanye kazi, tukakukusanyie ngano, fanya mavuno, uinjilishaji waende pamoja na sisi. Baba, ninajua wewe uchunguzaye mioyo, unajua pale alipo na kile anachokiwaza. Yule kijana Bwana ninamsogeza mbele yako, mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, ninaomba umsaidie kijana yule awe na kiu na njaa ya kukimbilia kwako. Asante kwa sababu hautanyamaza juu ya hili. Wewe umesema kwa ajili ya Sayuni hautatulia, kwa ajili ya Yerusalemu hautanyamaza mpaka haki yake imepatikana kama mwangaza. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wote ambao tunaondoka na kukubali
matunda. Uende nasi kawe ni wiki ya baraka, wiki ya kuongezeka. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Baba, tunapotawanyika, wengine wanatumia vyombo vya moto, wengine kwa miguu, ninaomba watumishi wako wote wawe salama. Wiki nzima watu wako wakalindwe. Baba, ukatukumbatie kama kuku anapokumbatia vifaranga vyake. Wewe umesema Yesu, walio wako na wajua na wao wanakujua, wanakufuata. Umesema ya kwamba na wao unawapa uzima wa milele. Hakuna atakayepotea, na kila aliyeko kwenye mkono wako hakuna wa kumpokonya hapo. Baba, ninakushukuru kwa sababu tuko salama. Maana umesema wewe ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia na kuwa salama. Tumekimbilia kwako Bwana, tuko salama. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba haya yote na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana kanisa. Kawe na